tukubali kwamba tunataka jengo zuri, ila tukubali kupasuka. Mambo gani tena kupasuka? Tumekubali sisi ni mawe yaliyo hai. Haleluya. Tumekubali ni mawe yaliyo hai. Anasema ninyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya. Sasa ili tujengeke vizuri. Ili tujengeke vizuri, inabidi mwingine akae mlangoni, mwingine akae dirishani, na vipimo vimetofautiana. Kwa hiyo saa hii nikamfanya usiseme kwa nini unaniangalia hivyo kwa jicho baya. Kubali ili jiwe hili la sivyo utabaki kuwa kifusi, na vifusi vinajulikana vinawekwa wapi. Haleluya. Amen. So nataka tumwangalie Ezra. Na kwa nini tunasema tuko kwenye majira ya kujenga, ambapo Mungu anatujenga. Na Mungu anatujenga ili tufanyeje? Ili turudi kwenye kusudi lake. Kusudi lake lilikuwa ni lipi? Sura yake na mfano wake. Hilo ndio kusudi la Mungu. Anataka wote turudi kwenye asili ya kwetu. Hivi nikikwambia, unajua kusudi la Mungu sio kuwa na madhehebu. Na Mungu hatengenezi madhehebu. Mungu anajenga mwili wake. Mungu anajenga mwili wake, na aliujenga pale msalabani. Sindio siku moja aka nani? Yohana 14 pale. Sinajua Yohana 14. Sindio sasa akaangalia akasema, mimi naona mnaanza kuumia hapa, nimeshaongea mambo ya kufa, basi mna pressure inapanda na pressure inafanya nini? Sasa msifadhaike mioyoni, mnamwamini Mungu Baba, niamini na mimi. Alafu akasemaje? Alafu basi hapo tukapata mawingu mbinguni. Mbinguni. Lakini Yohana asema kwamba anaenda mbinguni kuandaa. Alisema anaenda kuandalia, au Biblia yenyewe inasema? Tumeanza darasa, hebu tufungue haraka tuweke mambo vizuri. Mmefika? Wewe bwana, tuwekee Biblia kabisa. Tena iwe ya mzunguko. Kiwa Dar es Salaam mtasema imechakachuliwa. Yohana 14. Umeipata? Soma wewe mtu anazungumza. Mic iko wapi? Au hamwezi ku-connect mic? Utakata. Anzia moja tu. Yaani leo tuanzie moja. Tuna pressure. Tunataka tuweke msingi mzuri. Yohana 14 mstari wa kwanza sema, msifadhaike mioyoni mwenu. Ndio. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Tunamsikiliza lakini anavyosema vizuri. Moja baba mchungaji. Nimeongea neno pale, watu wamenitolea macho. Nasema hajasema anaenda mbinguni kuandaa makao. Sasa watu wamenitolea macho. Sasa nataka tuwetende taratibu ili tuione mbingu hapo, sawa? Anza tena baba mchungaji. Soma kwa madaha kama vile unaenda kuhubiria watoto wa Sunday school. Nasema msifadhaike mioyoni mwenu. Ndio. Mnamwamini Mungu, niaminini. Unasikia? Anasema hivi. Shida yenu nyinyi wanafunzi, mnamwamini Mungu ambaye hamjamuona. Sawa? Sasa sikiliza. Najua mmeshika Torati. Mmemwelewa Musa kaongea habari za Mungu huyo ambaye hajaonekana. Sawa? Sasa sio shida. Si mnamwamini Mungu? Basi naomba niaminini na mimi. Najua mimi hamniamini. Si unajua mimi mtoto wa mlandambao. Sawa. Si mnaona mimi nilipokuwa naendesha matairi hapa nimekuwa unta. Unaona Mathayo 13
kule anasema kwa jamaa wakasema dada zake maumbu zake tunawajua au tunafanya miujiza, alafu wakakasirika kwa sababu mtu anafanya nini miujiza. Hivi unaelewa hiyo shughuli? Sasa basi naomba ni kama mnamwamini Baba, si ndio mtumishi? Niaminini na yaani jamaa anaomba kuaminiwa. Sawa. Haya, tuendelee sasa. Wa pili anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Anasema nyumbani kwa nani? Kumbuka kasema kama mnamwamini Mungu Baba, niaminini na mimi. Sawa? Yaani ile imani mnayompa Baba, huyo Mungu wenu wa mbinguni mnayempa, nipeni na mimi hiyo imani. Unajua hapa mpaka hapo walitakiwa wapigwe makofi. Tukuamini wewe vipi? Yaani unaombaje tukuamini sawa na Mungu? Unaona hapa tu ni utata. Afu anawachanganya. Anawaambia nyumbani mwana kashaona sura zimekaa. Anasemaje huyo? Nyumbani mwa Baba yangu mna makao, na kama ningeliwaambia mapema kwamba nyumbani kwa Baba yangu kumejaa. Alafu anasemaje? Maana mimi naenda kwa nani? Naenda kuandalia wapi? Mahali. Sio tena makao. Yeye anaenda nyumbani kwa Baba yake kuna makao, ila yeye anaenda kutuandalia wapi? Kwa nani? Kwa Baba yake au kwake? Kwa Baba yake. Tuangalie mstari hapo unaofuata. Pengine watatu wewe weka bwana. Anasema basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Sikiliza maneno haya. Nitakuja tena niwakaribishe. Wapi? Kwangu. Unasema unaenda kwa Baba yako ili nilipo mimi. Ngoja kwanza. Huyo bwana tuchanganye. Tukubaliane. Kasema anaenda kwa nani? Si kwa Baba yake anaenda kuandaa nini? Makao. Yeye aende kuandaa makao. Makao yapo kwa Baba yake. Ni mengi. Na asingekuwepo angefanya nini? Angeliwaambia, si sawa? Lakini this time huyu anaondoka anasema hivi. Mimi nikienda na kuandaa, anasema nitakuja niwakaribishe wapi sasa? Sio kwa Baba yangu tena. Ngoja. Yule kijana wako atakapokuja kuchumbia, atamwambia binti, naomba nikupeleke kwangu. Atamleta kwako eti. Atamleta kwako. Akisema anapeleka kwetu. Ila kwake amuingiliani. Bwana sije kama wewe ndio unakosea. Unajua hizi mila bwana. Kwako, kwake. Ili mzee mkali. Sasa Yesu anasema hivi, sikiliza. Anasema mimi sasa nitakuja tena. Sasa nawakaribisha wapi? Kwa hii inatosha kuleta utata. Yesu ni mtata. Tukubaliane, Yesu ni mtata. Nimepata amina chache kwa sababu wengine hawataki kusema ukweli. Jamani, Yesu ni mtata. Tukubaliane. Sasa haiwezekani wewe uende kwa Baba yako alafu kaandae mahali. Tunajua unatupeleka. Kwanza tunamwamini Baba yako, hatukuamini wewe. Wewe umetoka tu kutuomba hapa, tukuamini, hatujakuamini bado vizuri. Sawa? Si huyo Baba yako ndio tunamtaka. Wewe hatukutaki. Bado unajing'ang'aniza tena utupeleke kwako wapi? Kwako wapi? Kwa hiyo Yesu tunakujua. Yaani tupeleke kwa Yusufu wewe? Utupeleke kwa Yusufu pale mtawakati? Udongo hajielewi. Anasema mimi nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Alafu anasema ili nilipo mimi nani mwepo. Msiende kukaa na Baba. Nao unajichanganya, unapenda kimbelembele tukukaa na Baba. Siwapeleki kwa Baba. Na wapeleka kwa nani? Kwangu. Ili nitakapokuwepo mimi tu pale na ninyi mpo. Inachosha.
Mstari wa 4 anasema nami soma kwa madaha. Nami nitaenda nami niendapo mwaijua njia. Hapo sasa shida inaanza. Njia ya Samaria, ya Yeriko, mtaa gani? Yerusalemu. Tunajua njia ya wapi hii. Nimesema jamani, tukubaliane, Yesu ni mtata. Ngoja dogo ujielewe. Hebu tuende mstari unaofuata wa 5. Anasemaje? Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako. Hiyo ndio shida tulionayo. Nasi tunajuaje njia? Kwanza unapokwenda tunamjua. Petro unamjua anakokwenda huyo? Zebedayo unamjua anakokwenda? Sikiliza. Unapokwenda sisi hatukujui. Moja. Hiyo njia tunajua. Mstari wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya Kasema hivi. Sawa. Ninapokwenda njia mnafanya nini? Nyinyi mnawaza kwenda mbinguni. Mnawaza kwenda kwa Baba. Ndio. Niliwaomba tokea mwanzo. Jamani, niliwaomba tokea mwanzo. Mnapomwamini Baba hivyo hivyo, msijichanganye. Niaminini na mimi hivyo hivyo. Kwa sababu baadaye mtakuja kuelewa kwamba mimi ndio njia ya kwenda huko kwa huyo Baba mnayejichanganya kumwamini, hamtaki kuniamini mimi. Sasa anawaambia, sikilizeni, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kamaliza. Njia, kweli, kisha uzima. Wao wameomba kujua njia. Yeye anawaambia sasa, sikilizeni, mimi ndio njia hiyo mnaitaka kwenda. Alafu sio tu njia, mimi ndio kweli yenyewe. Alafu tu sio kweli yenyewe, mimi mwenyewe ndio uzima. Kwa sababu nyinyi mnafikiria Mungu ndio anawapa uzima. Alafu mkiniona mimi, hamnioni kama Mungu, mnaona mimi sina uzima. Sasa mimi ndio uzima. Sasa nyinyi mnajua Mungu ndio anatoa uzima. Ndio mkiniangalia mimi mnaona mlandamba. Sasa mimi hapa mnavyoniona ndio mimi jamani, ndio uzima. Anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya nani? Ya mimi. Niwaone sasa. Nimeomba mniamini tokea mwanzo, naomba tuaminiane. Naona hamniamini. Sasa unaenda kwa Baba yupi? Hakuna anayekuja kwa Baba ila afu mimi ndio njia yenyewe. Sasa msijui mtapitia wapi. Anakaangalia kama fulani hivi kamekondea, kalikuwa siku kametoka kufunga, kana maskini. Jana tu kametoka kuambia nitakufa. Sasa hii wewe utakufa tena uzima vipi? Unajua unatuchanganya. Wewe unakufa tena uzima wewe vipi? Uje tunahuzunika ulipotuambia kwamba unaenda kufa. Sasa unaenda kufa tena wewe ndio uzima. Mbona hatukuelewi? Tuna mstari unaofuata. Jamaa mwingine sasa akaona tunachanganyana akili. Mstari wa 7 anasema, kama mngalinijua mimi, mngalinijua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Hii ndio inaumiza. Hata leo mchungaji kashtuka akasema, Yesu ni mtata. Jamani, tukubaliane, Yesu ni mtata, tungane mkono. Yesu ni mtata. Umenielewa? Anasema kama mngalinijua mimi, mngenijua, yeye hamnijui. Wewe ndogo. Mariamu msizo alichukua mimba kwa siku wakatuambia hapa mafigisu hapa, sikuwa uwezo wa dini wa Roho Mtakatifu, bado hatujaelewa. Wewe hatukujui wewe kitoto wewe hatukujui. Anasema kama mngenilijua, mngalimjua na nani? Baba yako si ndio Yusufu? Baba yako si Yusufu? Hapana. Ndio shida, mnawaza baba yangu Yusufu ndio maana hamnijui. Mkinijua
Alafu sasa anawamaliza anasema, kwanza najichosha kujieleza. Tangu sasa mnamjua tena, mmemuona huyo baba yenu mnamtafuta. Tumeomba utuonyeshe njia ya kwenda kwa baba. Unatuchanganya tena sasa hivi kwamba tumeshamuona tunamjua. Yesu hauko serious. Angalia jamani, angalia mstari wa 8 anasema, mstari wa 8 Filipo akamwambia, ujue kwanza mtumishi nikwambie, hapa kuna majadiliano yanaendelea. Unajua wanafunzi wa Yesu sio kwamba walikuwa madogo kama yeye. Wengine walikuwa watu wazima, wamemzidi umri, unanielewa? Sawa, mdogo ni mwalimu. Lakini kuna leo kaamua kutuvuruga akili, watu wazima na akili zetu hapa. Filipo mwisho. Uliza swali. Hilo unataka kuuliza. Uliza hilo. Tuko pamoja. Filipo anafanya nini? Akasema, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe baba yatosha. Wewe ukienda nenda, haituhusu. Ila sasa tuonyeshe baba. Na umeshatuvuruga. Njia umesema wewe ndio njia. Basi haya tumefika. Tuonyeshe baba. Si unaona, ndio maana aliwaambia mkiniamini, mkimwamini nani? Baba, Mungu. Mniamini na ina maana bado hawajamwamini. Si unaona hiyo shughuli hapo? Hivi naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Anamwambiaje? Tuonyeshe baba, yatutosha. Tukale. Anamwambiaje? Mstari wa 9. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Hivi unaelewa mtu anakuambia haya maneno mazito? Kwa lugha nyepesi, yeye ndo baba. Udogo sasa kafika mahali pabaya. Ameanza kupotoka. Kuna mbinguni hapa. Hapa kuna mbinguni bado. Hamna neno mbinguni. Nataka tuangalie vizuri. Maana ndio mstari tunaohubiri sisi wahubiri wa injilisti. Sisi tuna injilisti. Ameenda kwenda mahali. Mbinguni kuna mahali. Wewe tuangalie, tusimwe na hiyo mahali. Hiyo mahali haiendi mbinguni. Hiyo mahali haiko mbinguni hapa. Sikiliza vizuri. Jamani, matofali tunachongwa. Tunataka tuchongane hapa, Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue. Alafu amwambie nyinyi msinijue. Anadili na mmoja mmoja, kwa sababu anajua anakiongea na mmoja anadili na wote. Filipo, kweli niko kweli. Wewe unijui, ina maana unataka nikuonyeshe baba. Ina maana unijui kama ndio baba. Unijui mimi kama ndio baba yako. Unasema nikuonyeshe baba. Kweli Filipo, unajua Filipo, tuongee kweli. Inaniuma. Huu ni mwaka wa 3 nimekaa na naenda kufa. Hujanijua mimi Filipo. Filipo, serious. Ni kwa ukishaniona mimi Filipo, si ndio umemwona baba? Hapa sasa vita inatokea. Umeona shughuli? Anasemaje mstari wa unaofuata wa 10? Anasema, haukusadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu. Angalia huo mchanganyiko wa habari. Njoo rafiki. Huyu yuko ndani ya nani? Huyu yuko ndani ya nani na ndani yake yuko nani? Huyu. Unamuona jamaa anajieleza. Amekujua kwamba mimi niko ndani ya nani? Ya baba. Halafu na baba yuko. Kwa hiyo nani yuko ndani ya mwenzake na nani yuko nje ya mwenzake? Sisi wasomaji wa Biblia, nani yuko ndani ya mwenzake na nani yuko nje ya mwenzake? Wote wako ndani. Inakuwaje sasa? Nje iko wapi?
Nje iko wapi? Waka anasema mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani. Angalau basi angesema Baba yuko ndani yangu na mimi, inatosha kwamba mmoja yuko ndani mwingine yuko nje. Sasa huyu kaingia ndani ya mwenzake tu, na huyu huko ndani kaingia ndani ya mwenzake tu. Nani yuko nje na nani yuko ndani? Wote wako nje na ndani. Wote wako nje na ndani. Wako ndani kwa ndani. Hiyo hatari. Ndani kwa ndani. Wamemezana. Si unaona ilivyo balaa? Unajua tusiwalaumu wanafunzi. Sasa nyingine tufikirie na eti ndio unafundishwa hayo mafundisho. Mimi afu Yesu mwenyewe sio kama unjui. Unamjua? Ndio wa mitaa alikuwa anakatisha mitaa, unamjua? Tena wewe ndio tuache yatima vipi? Si umwache huyo baba ndio aseme kwamba atatuacha yatima au vipi? Anasema sitawaacha yatima kwa sababu mimi ni baba. Nyinyi bado hamjanielewa. Mimi ndio baba mwenyewe. Sasa mimi nawahakikishia. Yaani mimi namwambia baba tufanye mawili matatu. Kwa sababu akili yenu inamwaza huyo baba ambaye hamuoni. Mnaniacha mimi ambaye muone. Sawa, mtamwomba huyo baba. Sawa. Mtamwomba huyo baba afanyie mchakato. Sawa. Akishafanyia mchakato huyo baba, sawa. Mimi sitawaacha nini? Sitawaacha. Alafu anasemaje? Naja kweli. Si alisema kuna roho atakuja. Kumbe ni yeye tena anakuja kwetu. Ndio maana anaitwa Emmanuel huyu. Huyu ana mambo mengi huyu. Huyu mtata huyu. 19 anasemaje? Bado kitambo kidogo. Na ulimwengu haunioni. Yaani bado kidogo. Bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Umesikia maneno haya? Sasa sikilizeni. Bado kidogo. Ulimwengu haunioni. Si mnaniona sasa hivi hapa? Nyinyi mnaniona, sawa? Mnaniona, mnajua historia, nimetoka kwa Yusufu na Mariamu, sawa? Mnaniona nini na ndevu, nini na macho yangu mazuri, si mnaniona hivi? Sasa bado kitambo. Ulimwengu hautaniona. Ila nini? Mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai. Na mimi nani mtakuwa hai. Saa hiyo nikiondoka, anaongelea anaenda kufa huyo. Huyu jamaa anaenda kufa huyo. Kumbuka anaongelea habari za kuandaa makao. Huu mjadala wote ni mambo ya makao tu. Nasumbuana hapa. Jamaa tuambie live hayo makao yako wapi? Hebu angalia mstari unaofuata. Bali mnachoka kusoma Biblia. Mstari wa 20 anasema siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Hiyo balaa. Huo ni mchanganyiko. Hii ni pilau. Anasemaje? Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa namba moja mimi ni ndani ya hapa. Tuongelee kwamba baba yuko wapi sasa? Mimi ni ndani ya baba yangu, nanyi ndani ya hivi, mnaelewa? Na hebu tuongee vizuri. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie kodoa macho vizuri. Kuna kitu hapo usikikose. Anasemaje? Tusome wote kwa sauti 1, 2, 3. Mwena mchanganya. Yeye yuko ndani ya baba. Alafu sisi tuko yeye yuko ndani ya, alafu sisi tuko ndani ya. Kwa sisi tuko ndani ya nani na nani? Kwa hapa yuko baba, alipo Yesu tuko ndani yake. Si alisema ili mtakapo kuwepo na ninyi muwepo? Kwani shida ni nini? Alisema naenda kuandalia mahali. Si mna shida nini? Nyinyi si mna shida? Naenda kuandalia wapi?
ili nitakapokuwepo mimi na ninyi. Aha, tunaokoka hapo vizuri. Tunaelewana? Bado sipigwi mawe hapo. Vizuri. Anasemaje sasa? Anasema hivi, angalia shughuli. Baba yuko ndani yangu. Mnataka kujua mimi niko ndani ya nani? Mnataka kujua niko ndani ya nani? Alisema Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya nani? Si mchezo umeisha. Sasa nataka nijue nyinyi mtakaa wapi. Nyinyi mnakaa wapi? Na uhakika sio mbinguni, je, na msichanganye bwana. Tufanye mbinguni bwana. Tufanye kwanza mbinguni bwana. Tufanye kwanza mbinguni kidogo. Anasema mimi ndani ya nani? Ya Baba, na Baba yuko ndani yangu. Alafu sasa nyinyi kuna mahali ninawapeleka ndani yangu. Sawa? Si anasema nitawaleta wapi? Kwangu. Nitawaleta wapi? Kwangu. Kwa mimi sasa nimewachukua nyinyi, nimewaweka ndani yangu. Tuko sawa? Halafu na mimi sikuishia mkae tu ndani yangu, naona mnanichanganya. Sawa? Ngoja niwavuruge na nyinyi. Na mimi sasa najitoa huko, sisi ndo anajitoa na ingia tena ndani yenu. Hiyo ndio shughuli na nusu. Wakati wamemuelewa Yesu. Ngoja. Alafu tumalizie. Basi tumalizie tu. Mimi naitafuta mbinguni hapo mpaka nipate. 21 anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye akapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kudhihirisha kwake. Nani anajidhihirisha kwake? Baba au Mwana? Mwana ndio atajidhihirisha kwa nani? Kwa huyu anayempenda. Kama mstari umeisha, hata hujaisha, tuendelee mbele. 22. 22. Yuda siye Iskarioti Maswali akamwambia, kwa nini Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Hili jamani kama liko rohoni. Si tushakuelewa mzee. Sawa? Si tushakuelewa. Toka mwanzo unajieleza wewe Baba, nini umetuchanganya wazi tuwashuku tumekuelewa. Sasa naona unachelewesha muda. Nenda kujidhihirisha ulimwengu. Sisi tuache. Kwa nini tujidhihirishe kwetu? Kwa nini tujidhihirishe kwetu? Basi ukuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Ukajidhihirisha ulimwengu. Kama namshauri vizuri. Kama namshauri vizuri. Kwa nini tujidhihirishe kwetu? Lakini kuna neno zito hapo. Kwa nini Yesu anataka kujidhihirisha kwetu kwanza? Nguvu ya udhihirisho. Neno kujidhihirisha pale ni neno reveal, kwamba atajifunua. Tuko sawa? Akishajifunua sasa, manake mtamuona kwa uhalisia wake. Angalia mstari unaofuata. Yesu, unakoja kwanza. Unafikiri angalia jibu analojibu. Hivi mtu akikuuliza, "Kwa nini unataka kujidhihirisha kwetu badala ya kujidhihirisha ulimwenguni?" Sianze kusema, "Nataka kujidhihirisha kwenu kwa sababu nyinyi," si ndio jamani? Hilo jibu angalau linakuwa na mashiko. Hapa anasema Yesu akajibu, akamwambia, Yesu akajibu akamwambia, "Sikilizeni, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake." Neno makao ndio tunalisikia hapo. Kutokea kule mwanzo makao ndio tunakuja kulikuta. Tutulie kidogo. Tupate kumbukumbu ya Yesu. Hii darasa sio mchezo. Kwa nini unataka kujidhihirisha kwetu? Kwa sababu wao walikuwa hawataki. Yaani wao, unajua walikuwa wanataka nani adhihirike? Wanataka nani adhihirike kwao? Baba! Tuonyeshe Baba. Wewe hatukutaki. Tuonyeshe Baba.
Ambia sasa, sikiliza, mpango wetu mimi na Baba ni huu. Sisi sio shida tujizilishe kwa watu ili waone. Unajua kuna watu wao wanataka wanapohubiri, kuna maombi zamani mimi nilikuwa mwinjilisti wa mkutano ndani anajua nakumbuka. Kwa mwinjilisti wakati ule kuhubiri nasema maombi yangu yanasema, Baba ukajidhihirishe kwao nitakaposimama mtumishi wako, kukawe na udhihirisho mzito. Niliposoma hii Biblia nikagundua inasema hivi, hataki akadhihirishe kule, anataka adhihirishe kwako. Maana nyepesi mtumishi aliyefanikiwa ni yule ambaye ameruhusu Yesu Kristo adhihirike kwenye maisha yake. Sio tu anayewaambia watu kamzilisheni Bwana. Wewe umemzilisha? Sio Iskariote, yule mwingine. Ni kama dogo blaza wa Yesu. Unajua Yesu alikuwa na mablaza. Pia sasa wewe dogo na unajichanganya. Wewe kwa nini unataka kujizilisha kwetu? Tukajizilisha huko ulimwenguni bwana. Watu tumeongea hapo mtaani tunazunguka hata hatuelewi kuna mpango wa kujizilisha. Kajizilisha huko ndo hawakuelewi. Sisi angalau kidogo tunakamwanga zaidi. Toka umeanza kuongea mstari wa kwanza, angalau tunakamwanga. Kajizilisha huko, kuna giza huko duniani hatari. Yesu anasema, plani yangu mimi sio kujizilisha kule. Nataka mimi na Baba tunaambia ndani yetu. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Tuendelee kutafuta mbinguni. Hapo hapo makao yako. Sasa Yesu anasema mimi naenda kuandalia nini? Makao. Makao yenyewe ndio sisi anatuandaa. Hivi unanielewa? Paulo atakuja tafsiri haya maneno sana. Hivi ni hamjui kwamba mili yenu ndio hekalu? Na kaika tu amri nini. Roho anakata nini? Hamwelewi. Baadaye sauti moja ikasikika kwenye Ufunuo 21 mstari wa 3. Tazama, maskani ya Mungu i pamoja na wanadamu. Mungu anakaa ndani yetu. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna Mungu mkubwa ndani. Mwambie tena vizuri, mwambie kuna Mungu mkubwa ndani. Mwambie acha kulialia. Kuna mtu ananielewa ninachokisema? Ningekuwa mimi ningempigia huyo jamaa makofi. Wewe jamaa ni balaa. Huyo jamaa. Hapo ndio definition ya Utatu Mtakatifu. Umeisha. Yesu ndio Roho, Roho ndio Roho, ndio Baba, ndio kwisha habari yote wameisha ndani kwa ndani. Mfumuana mmoja baadaye anabaki mmoja papa na anaingia ndani ya mtu. Kwisha habari. Yesu mbona anaongea mambo ya huo ufahamu kwanza unakujali na zaidi yeye ndani ya zini. Mpaka leo mwelewi. Ufahamu ndani yenu. Sasa Yesu anakaa. Wewe kama ndio ufahamu sasa unatawala mioyo yetu. Mtanielewa? Nikiondoka Yesu anamwambia katika Mathayo 28, anasema mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Alafu pale mwisho anasema ndiko pamoja na hadi siwaachi. Huku Yohana anawaambia sitawaacha hadi niko nanyi mpaka utimilifu wa dahari. Mbinguni tunaenda ndio. Lakini makao sio mbinguni. Makao ya Mungu ni pamoja na hebu angalia mwenzako kao. Mwambie SS tukao.
Imagine Mungu anakaa kwa huyo. Unajua kuna watu wa ajabu. Imagine Mungu anakaa kwa huyo mtumishi wa Mungu. Afu achoki. Tunatakiwa kujengwa tena. Swali. Kwa hiyo mtumishi, tunaenda mbinguni au hatuendi? Mnaenda. Kwani mimi nimesema mwende? Mnaenda. Ila tu mstari hausemi habari ya kwenda wapi. Sio baba mchungaji. Hata nyinyi nendeni mtaenda, ila huu mstari hausemi habari ya kufanya nini? Ya kwenda hausemi. Ameenda kuandaa makao. Mbinguni kuna lami ya dhahabu. Mwingine mtumishi wa Mungu, mwingine akaona magorofa membamba yamejichora hivi, ameenda mpaka juu kabisa. Baba, yaani hata wanaoingia inabidi wawe baba, kwa sababu Biblia inasema njia ni nyembamba imesonga na wale ni baba. Anakaa ndani yako, anasema ukakubali, ukatii, ukashika amri zangu mimi Baba, na mimi tunakuja ndani yako, tunahamia humo, tunakaa mahali pengine. Anasema tazama, ninasimama mlangoni, ninabisha, mtu atakayefungua, mimi na Baba tutaingia ndani, tutakula pamoja naye. Hauhitaji kwenda mahali. Unahitaji kudhihirisha. Sijui mimi naongea na watu gani. Unahitaji kudhihirisha. Anataka ajidhihirishe kupitia wewe. Watu watakapokutazama wanajua aliyeko ndani yako ni Mungu mkamilifu. Ijapokuwa wewe ni dhaifu, ijapokuwa wewe uko na changamoto, lakini uliyembeba ndani yako anaonesha utukufu. Na huo utukufu anasema Yohana, tukauona utukufu wa Mwana. Anayetoka kwa Baba. Mwangalie mwenzako taratibu, mwambie wewe sio mtu wa mchezo. Haya ndio majira tuko nayo. Kwa hiyo tusitumie vitambaa vyetu. Futieni jasho. Vitambaa tufutie jasho. Aliyeko ndani yako kuliko ulimwengu. Ukipata hiyo. Kuna muda unatembea hivi. Kuna muda unamwangalia mtu usoni, unasemaje? Jaribu tena. Unasemaje? Kwa sababu huko ndani Baba yuko, Mwana yuko, Roho yuko. Na wewe huko umejichanganya huko ndani yake. Yaani umechanganyana, umechanganyikiwa na Mungu kachanganyikiwa ndani yako. Ndio Kiswahili sahihi. Mmechanganyikana, mmevurugikana. Alipo yeye upo na pale. Yaani yeye ndio wewe ndio wewe. Yohana baadaye anasema vile alivyo ndivyo tulivyo. Sio tutakavyokuwa. Kuna watu wanasubiria watakavyokuwa. Poleni, endeleeni kusubiria. Asemi vile alivyo ndivyo tutakavyokuwa. Vile alivyo ndivyo tulivyo sasa hivi. Kwa nini? Mmemwona, mmemsikia, mmempapasa. Amen. Neno la uzima. Amina. Haleluya. Amen. Unataka kumshukuru Mungu kidogo katika hili. Na hapa wachungaji tukahubiri sana kwa habari ya kuondoka, kunyakuliwa. Sasa unajiulizana ya kuwa nini? Anatumenia hata vijuishi. Yohana 17. Sasa Baba usiondoe hawa duniani, maana kibele chao. 14 kawaelewesha hawajamuelewa. Fungua 17. Kwani walimuelewa? Ni nani wala siku zote hanielewi. Fungua 17.
Anasema 17 mstari wa kwanza anasema maneno hayo aliyosema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili wana wako naye atukuzwe. Aliyosema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Wa pili, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya watu wote, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Hivi mnamsikia hayo maneno anayozungumza? Watatu. Ngoja, bwana wewe mchungaji, umemsikia anachosema bwana? Kwamba umempa mamlaka. Yesu alipewa mamlaka ya kutupa nini? Uzima. Si ndio? Alafu tatu, na uzima wa milele ndio huu. Haya. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakati anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Baba uliyeko ndani yangu, alafu wamuelewe yule uliyekuwa umemtuma anaitwa Yesu. Mimi nimekutukuza duniani nikiwa nimeimaliza kazi ile uliyonipa niifanye. Sikilizeni maneno haya. Matano, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe. Yani sasa unasikia mtu akisema unitukuze mimi pamoja naye, manake turudishie nani yangu. Yaani vile tulivyokuwa mimi na wewe, sawa? Turudishane heshima. Kwa lugha nyepesi, turudishie heshima yangu. Sawa. Yaani mimi na wewe tunajuana. Tuko sawa. Mimi na wewe tunajuana. Utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Hivi unasikia haya maombi? Hivi ni watakatifu wa Mungu. Mnasoma haya maandiko au mnayasoma? Amen. Anasemaje? Kuna utukufu fulani nilikuwa nao kabla hatujaumba hivi. Sawa? Kabla hatujaumba chochote. Unasikia Mungu Baba, hawanielewi vizuri. Sasa wewe Mungu nirudishie ile heshima ambayo nilikuwa. Yaani anajaribu kuwaonyesha kwamba yeye alikuwako kabla ya misingi ya nini. Sasa anataka kurudi. Ile sasa ili arudi mwake alikuja kama mwili, sawa? Ili arudi kule mrudishie kwanza kwa utukufu kangu kana roho tulikuwa ganako kule bwana. Usije karudi huko kama nimechoka sana bwana. Amenipiga huko chini. Sasa nirudishie kale ka utukufu kangu nilikokuwa nako. Kabla nikiwa pamoja na wewe kabla ya ulimwengu kuwepo. Maana mimi na wewe ni wamoja. Angalia. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Alafu 7, sasa wamejua ya kuwa sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. 8, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nilitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. 9, mimi
na waombea hao. Sikiliza maombi yale matatu. Siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. 11 Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba. Ndio, naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa. Kumbe kuna jina alipewa na Baba. Jina gani alipewa na Baba? Ulilonipa. Jina gani alipewa na Baba? Ngoja kwanza. Jina gani alipewa na Baba? Ni jina gani alipewa na Baba? Siondoke hapa bila mnipe jibu. Jina gani? Anasema kwa jina lile ulilonipa. Jina gani alipa? Jibu liko hapo kwenye mistari. Baba kanipa jina. Jina gani? Ni Yesu. Wewe jina gani alipewa? Jina gani? Neno nalo ni jina. Uko rohoni sana. Neno nalo ni jina. Tutaliona kesho. Lakini jina gani alipewa? Liko hapo hapo. Amejitambulisha sana kwenye Yohana. Jina gani? Waebrania atauliza. Hebu twende Waebrania nikusaidie kujibu, afu tumalize makala ya chakula. Saa 8 imeshafika. Waebrania ngapi? Ngoja nikupe hapa. Unajua neno la Mungu ni tamu sana. Wakati wanaanza kupata raha, nataka pale anasema ni wakati gani wowote ambao Mungu alimuita malaika wake. Ni sura ya kwanza. Mstari wa ngapi? Unajua tukiwa hapa wote ni wanazuoni. Wasomi. Watumishi wasomi. Wale kuna mawakili wasomi, kuna watumishi wasomi. Mstari wa 5. Unasikia? Mwanangu. Umepata? Mstari wa ngapi? Wa 5. Kuanzia sura ya ngapi? Ya kwanza pale pale. Haya, tuanzie 1. Sasa soma wewe kwenye mic kwa nguvu. Anzia mstari wa kwanza wa Ibrania 1 mpaka wa 6. Sikiliza maneno hayo. Mungu amempa jina gani? Mbona majibu yako pale pale duniani hapa? Tunataka tumsingizie Mungu yaliyofichwa
ni ya Mungu yaliyofunuliwa. Siku nitamuuliza maswali Mungu, usimuulize majibu katoa. Ibrania 1:1-6. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu ndio katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, ndio pili mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, sio katika Yesu, aliyemweka kuwa mrisi wa yote. Tena kwa yeye aliyefanya ulimwengu. Tatu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadri jinsi alivyolidhiri lilivyo tukufu kuliko lao. Jina kuliko tukufu kuliko la malaika, sio? Kwa hiyo tuachane na mambo ya kuamini. Naamini juu ya uwepo wa malaika na wanafanya kazi. Amen. Wakati wanaamini kama mimi. Lakini ni watumishi wetu. Sasa sio mtu ati anaenda kabisa kuomba, nafunga na kuomba Mungu nionyeshe malaika. Hawataki hata kumuona Yesu, wanataka kuona malaika. Huo ni ushirikina. Kwa sababu swali linalofuata ndio la msingi. Kwa maana ni kwa malaika yeyote yupi, yeyote wakati wowote Mungu alisema ndiwe mwanangu, amemwita mwana. Mimi leo nimekuzaa. Eti kwamba mimi leo nimekuzaa. Malaika na Gabriel, Mikaeli na tena mimi nitakuwa kwake baba. Nani aliwahi kusema? Na yeye atakuwa kwangu mwana. Wasita. Ngoja kwanza. Wakati upi wowote niliwahi kumwambia ama niliwahi kumuita malaika mwanangu, kwamba mimi leo hii nimekuzaa? Wakati na ni malaika gani aliniambia? Nina jibu ni Wasita. Hapana. Si ni sawa? Kwa jina ambalo Mungu Baba alimpa Yesu ni jina gani sasa? Mwana. Hapo vipi? Hapo kuna utulivu wa ghafla. Hapo vipi? Mwana. Leo hii nimekuzaa. Tusiwe na majina mengi. Wewe ni mwanangu. Tukubaliane. Na ndio maana anapokuja kuongea inabidi amfanye sana nani? Baba. Yeye mnamuita Mungu, yeye anamuita Mungu, anamuita nani? Baba. Kwa sababu wamekubaliana. Sikiliza, nakuzaa. Salizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Sasa mwana na sauti katoka. Kabatizwa mara Roho katua siku ya bega lake, sauti katoka mbinguni. Huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Sikiliza, inatosha. Amen. Atuelewi. Yesu akasema ni wanafunzi wengi bado hawajaelewa kwamba mimi ni mwana. Hamjaelewa. Petro, Yakobo, Yohana, twende. Kwenye mlima nani kule? Uje huko, sawa? Kuna jamaa mmoja mbele na maono ya haraka. Petro likafunuliwa tena. Unajua kufunuliwa kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unasikia? Ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kuna mtu likafunuliwa ghafla. Yule.
Yakobo unamwona huyo? Bwana Elia nabii. Unajua kutoka kwa wakati huu wa Yesu mpaka wakati wa Elia ni miaka mingapi imepita? Unafikiri Petro anamjua Elia akimwona hivi kwa macho? Ni ufunuo, si sawa? Musa, bora hata Elia ni hivi karibuni. Musa akamuona Petro. Petro akaja na ushauri. Tujenge vibanda. Tutengeneze huduma moja kubwa. Hii itakuwa fimbo ya Musa. Hii itakuwa fire ministry. Na hii itakuwa huduma ya neno. Alafu Mungu akaona hao watamu. Walikuwa serious, wajenge vibanda. Kwa sababu bado wanamheshimu Musa. Musa anasimama kwa niaba ya Torati na bado wanamheshimu nani? Elia kwa niaba ya nani? Ya manabii. Kwa kichwani mwao kuna manabii na kuna nini? Mungu akawafutisha wale na wakatokea. Alafu jamaa akang'aa. Unaelewa? Yaani Biblia inasema akang'aa. Yaani tangu yako kashuka kutazama na sauti ikatoka tena. Huyu ndiye mwanangu mpendwa. Msikilizeni yeye. Unaleta habari za Musa. Hii inaonyesha tu kidogo Musa alivyofanania, umepata ka ufunuo kidogo, basi kelele huyu ndio mwanangu mpendwa anayependezwa. Msikilizeni yeye. Na kwa hiyo tusiongelee mambo ya Musa. Tusiongelee mambo ya Elia. Tuyaongee. Kwa sababu yote yalikuwa yanamlenga nani? Yesu. Anasema kuna pale mwalimu kama anatupeleka kwa mambo ya Musa. Tusiongee. Sijasema tusiongee. Lakini mfunue Kristo kutoka kwa Musa. Kwa nini? Sasa mmoja si Yesu kafufuka. Tunakumbuka. Kitajani kutana na jamaa wanaenda Emmaus. Na Yesu akapigwa. Baba nani? Alipiga kofi moja Yesu baada ya kuona kuzunguka. Unakumbuka kabla ya kuona msalaba. Jamaa wanapiga stori za mateso aliyoyapitia Yesu. Unajua watu wana roho mbaya baba. Yule jamaa baba ilichoniuma mimi pale ule msumari. Baba walipiga kwenye miguu. Yesu akatokea katikati yao. Bwana mnaongea mambo gani? Unaye vipi huyu? Wewe ni mgeni na haya yanayotokea. Mambo gani? Kwa hiyo wewe uelewi kwamba kuna mtu amesulubiwa msalabani. Hiyo jamaa vipi huyu? Sasa wewe nieleze. Akamweleza. Afu baadaye na pesa. Biblia inasema akajifunua kwao. Sawa. Ndani ya muda mfupi akaanza kuwaelezea kutoka vitabu vya Torati na manabii mambo yote yanayomhusu. Alipomaliza tu ndio macho yao yakafanya nini? Yakafunguka. Alafu akapotea. Aliwahi kuambia takuwa nakuja unielewe, nataka nije nikae kweli. Kutoka alipokuwa wanaenda kuelekea Emmaus ni mbali. Wakaambia jamani tumekaa naye. Hii nyumba sio ya kulala. Hivi wewe umemkaribisha mgeni alafu kapotea. Yaani mmekula mmemaliza sawa? Alafu kafanya nini? Kayeyuka. Unalala huko ndani. Wakasema hii miguu leo tumetoka kutembea tumechoka. Turudi tena tulikotoka. Yerusalemu wakarudi wakawaambia kwa yote yaliyowatokea. Na mwana wa Mungu aliye hai juu ya mwamba huu talijenga kanisa na malango